Adama, mimi si bikira. Nilifanya mapenzi na Mustafa nilipokuwa na miaka 17. Unasemaje? Kwa nini hukutuambia mapema? Niliogopa, samahani sana. Wow, karibu sana mke wangu. Hakika umependeza sana Amanda. Kwa moyo uliojaa hofu, Adama alisimama mbele ya mlango wa chumba cha Omar, akijua maisha yake yalikuwa yanakwenda kubadilika milele baada ya hii siri. Wow, karibu sana mke wangu. Hakika umependeza sana Amanda. Usiku ule ulipita kimya kimya, huku Omar akiwa hajui kwamba mwanamke aliyekuwa naye si mke wake halisi. Ulikuwa ni usiku mgumu sana kwa Adama. Alfajiri ilipofika, Adama alitoka kimya kimya akiwa amebeba siri ambayo haikupaswa kujulikana. Ilikuwa ni siri ya mapacha wawili tu. Asante kwa kunisitiri dada yangu. Umenipa wakati mgumu sana Amanda, lakini naomba sana hii siri ibaki kwangu mimi na wewe. Tangu siku ya harusi, Amanda aliishi na maumivu makubwa moyoni. Hakukuwa na mtu aliyefahamu siri aliyokuwa ameibeba. Kabla sijakuwa ulikuwa umechangamka sana mke wangu. Lakini mpaka sasa naona una huzuni sana. Shida ni nini? Kama kuna shida yoyote niambie mke wangu. Umepoa sana, sio yule Amanda ninayemfahamu. Ni kweli mume wangu, siwezi kuwa vile vile kwa sababu tayari ni mke wako. Ghafla, Adama alianza kupata maumivu makali yaliyowafanya wazazi wake kumkimbiza hospitalini, lakini walikuwa hawajui nini kinamsumbua. Mama, baba, tumbo linauma sana. Usijali, tunaenda hospitali sasa hivi. Twende haraka, mimi nitakusaidia. Vipimo vinaonyesha kuwa mtoto wenu ni mjamzito. Haiwezekani. Huyu ana mwanaume anakuaje na ujauzito? Ili haliwezekani kabisa, dokta. Niambie, Amanda, baba wa mtoto huyu ni nani? Samahani baba, mimi sijui, inawezekana daktari amekosea vipimo baba. Unanidaka, jibu swali langu. Nasema ukweli baba. Adama, usiponiambia hiyo mimba ni ya nani na kuumiza leo nitakuvunja mifupa yako yote. Samahani baba, mimi sijui chochote. Uelewi nini wakati tayari una mimba? Niambie ukweli na kama uwezi ondoke hapa nyumbani. Hapana baba, naomba unisamehe. Dada tafadhali nifungulie, sina pa kwenda. Nyumbani nimefukuzwa, sijui niende wapi. Amanda, naomba unisaidie, nina ujauzito wa Oma, naomba nisaidie dada, sina pa kwenda. Siwezi kuharibu ndoa yangu, ondoka hapa. Wewe ulimfanya Uduga nini? Ulilala naye? Tafadhali dada yangu. La, ondoka sasa hivi. Ile siku sikutaka ulale na mwanaume wangu, nilitaka usimame tu kwenye harusi. Lakini dada, ningefanya ile siku nilitakiwa nilale naye usiku mzima. Sikujali. Umesaliti familia yetu. Tafadhali dada yangu. Adama, ni wewe kweli? Unaenda wapi usiku huu Adama? Mustafa, ni wewe? Umefika lini hapa kijijini? Kwa machozi mengi, Adama alimweleza Mustafa siri yote iliyokuwa imeharibu maisha yake. Kesho asubuhi nitakwenda kuambia wazazi wako ukweli wote. Huwezi kuendelea kubeba lawama ambazo si zako. Asante Mustafa, nitakushukuru sana ikiwa hivyo. Nimekuja kuambia ukweli ambao hamjaujua. Hawa watoto wenu wana siri kubwa 7 ambayo itawatesa kwa Sasha. Siri 7? Mungu ateseke. Ni siri gani hii? Tueleze zaidi. Siri ambazo zitaumiza sana. Mustafa aliwaeleza kila kitu ambacho aliambiwa na Adama. Mama yake na Adama alishangaa sana kusikia maelezo yale. Baba yake pia alipigwa na butwaa baada ya kusikia mkasa ule. Kumbe Adama alifanya vile kwa heshima ya familia. Alizungumza mama yake na Adama. Kwa mara ya kwanza, siri iliyokuwa imefichwa imesoriant kufichuliwa mbele ya familia yote. Kila mtu alihuzunika kutokana na kile kilichokuwa kimetokea. Omar, usiku ule hukulala na Amanda bali ulilala na Adama? Kwa hiyo ile siku ya harusi aliyekuwa na mimi ni Adama? Nisameheni, kosa lote lilikuwa langu. Adama alijitolea kwa ajili yangu. Niliogopa kuidhalilisha familia yangu na kuikosesha amani. Ukweli unaweza kufichwa kwa muda, lakini siku zote hufika wakati wake wa kujulikana. Na wakati huo unapofika, huleta maumivu, msamaha na mwanzo mpya. Familia nzima walimuomba msamaha Adama na kukubaliana Adama ndiye ataendelea kuwa na Omar ili waweze kumlea mtoto kwa pamoja.
huu ni mwisho wa simulizi yetu. Stori mpya tayari nimepost kwenye group. Kama bado hujajiunga na group, jiunge sasa ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya mapema.